Naam, hujambo na karibu katika kipindi cha siku ya leo. Leo tunakujia live kabisa kutoka eneo linaitwa Kapkatel Falls. Hapa ni mbali sana, hujawahi kufika. Kumana hata sisi ndio tumefika hapa leo. Mimi ni mmoja wapo, nimeletwa na rafiki zangu hapa na tumekuja kutembea huku. Lakini muhimu zaidi kuna mengi hapa tumejionea, na mada leo tunaizungumzia hapa tunafanyia hapa kipindi cha siku ya leo, ambapo tunaenda kuzungumzia swala hili zima la kutoa katika kanisa. Kutoa kunafaa kuwe namna gani? Tunapaswa kutoa, na kwa nini tunatoa? Inafaa tufanye kwa njia gani ile ambayo itapendeza kanisa kwa ujumla, lakini pia mshirika mwenyewe pia ajisikie kwamba hapo vizuri, hajalazimishwa ama hajasukumwa ama hajaumizwa mahali popote. Kwa hivyo leo mada ambayo tunaenda kuizungumza ni kuhusu kutoa. Kwa hivyo mimi naitwa Christopher Biteremo, karibu kwenye kipindi. Kwangu mimi mwenyewe naitwa Daniel Kipkoech. Nami niite Kerin Caleb. Asante sana bwana Kerin Caleb, tafadhali tufungulie kwa maombi tuanze kipindi. Tuombe. Baba, ni katika jina la Yesu tuaje mbinguni kwa wakati huu, tunasema ni asante kwa ulinzi wako. Asante kwa kutuongoza, asante kwa kutufikisha mahali hapo. Tunapoenda kuanza kipindi, tuomba uanze nasi na hata utamatishe nasi. Maana naomba haya kupitia jina la Yesu nikiomba na hata kuamini. Amen. Asante sana. Kipindi kimeshafunguliwa rasmi kabisa kuhusu kutoa. Tuanze na mchungaji. Unadhani kutoa, unawezaje kuzungumzia swala hili zima la kutoa? Asante sana kwa swali nzuri ndugu yangu bwana Biteremo, na swali la kawaida kwamba na mbona Wakristo na watoe? Na kwanza Biblia inatueleza kwamba kama Wakristo tutoe miili zetu siwe dhabihu zinazompendeza Mwenyezi Mungu. Biblia inaeleza kwamba tutoe miili zetu kwanza, sio pesa. Kwanza sio kwanza utoe pesa. Si pesa kwanza. Biblia inatueleza kwamba toeni miili zenu siwe dhabihu zinazopendeza Mwenyezi Mungu. Sasa inafaa kwanza kabla tujatoa hata chochote ni kwamba tutoe miili zetu siwe dhabihu. Ndio. Asante sana. Na kuhusu wacha tuende kwa bwana Kerin aseme jambo kuhusu kutoa, alafu tuanze sasa tuulizane katika haya ambayo tumeyaona katika jamii. Yakoje? Kwa nini inakuwa namna hiyo? Zungumzia tu kidogo kuhusu kutoa. Sawa. Nami nitasema kwamba kwa kutoa ni vizuri kutoa kwa moyo wa hiari. Isikuwe kwamba unalazimishwa kutoa ama unaona mwenzako kutoa na unasema acha nitoe. Hii unatoa kwa moyo wako, kwa hiari ya moyo wako. Kwa hivyo sikulazimishwa. Basi asante sana. Tunasikia kwamba kuna ile kutoa fungu la 10. Sijui kama unakubaliana kwanza na hii ila kwamba kutoa fungu la 10 hata kama mtu huna kazi ya kufanya, hujakuwa umepata pesa, inakuwa ni deni ambayo iko pale kanisani. Unaona alizungumziaje hili swala? Rudia swali. Kwa mfano kuhusu fungu la 10. Naam. Kuna baadhi ya madhehebu ambayo usipotoa fungu la 10 ukajieleza kwamba hukuwa na chochote labda wanakuwekea kwamba ni deni. Kwa hivyo the more unaendelea kukaa nayo ndio the more deni inaendelea kupile, kwa hivyo unadaiwa. Kwanza ukiangalia fungu la 10 inamaanisha nini, utajua kwamba unatoa after kupewa ile salary yako. Kwa hivyo usipokuwa na kazi hakuna kile ambacho utatoa, unafaa kutoa kwa sababu hauna kazi. Kwa hivyo hiyo ni yangu. Mchungaji, unasemaje kuhusu hilo? Inafaa kuwa deni ama ni kitu cha hiari? Asante sana bwana Biteremo. Unaposoma Malaki 3:10 inasema kwamba leteni saka kamili katika nyumba yangu. So katika fungu la 10 ni kwamba lazima Mkristo atoe fungu la 10. Lakini je, tuseme mtu huyu ana chochote, hakuna mahali imelazimisha pia ulete. Si bora kama wachungaji kulazimisha Wakristo watoe fungu la 10. Bali anapokuwa amepata kazi, anatoa mshahara zake, amevuna shamba yake akatoa pesa, ni lazima atoe. Lakini kama una, mbona unalazimishwa? Biblia inatulazimisha, lakini sio mchungaji kutulazimisha. Asante. Kwa hivyo sio mchungaji alazimishe. Biblia inatulazimisha mchungaji asije usipotoa utapata ugonjwa, atoe watu kutisha, hapana. Kama ni kutoa lazima tu uambie watu watoe, lakini sio akulazimisha. Labda ni hayo nimekuwa naye. Kiwango gani cha sadaka saizi mtu anatakiwa kutoa? Cha chini kabisa mtu anatakiwa kutoa. Kiwango cha chini kabisa. Hata bure inakubalika. Kwa sababu hata shilingi moja, kwa sababu nikaanza vizuri kipindi nikasema miili
yako iwe dhabihu ya kwanza. Kwa sababu Bwana Peter Remo kwamba tukisema tuna kiwango hii inatakikana, watu wengi watakosa kanisa. Na tutazame kile kipindi ambacho kulikuwa na matajiri wanatoa sadaka zao. Lakini mama mjane mmoja akakuja na nini sijui shilingi 2 ama unasema peni mbili. Na Yesu akasema huyu mama ametoa zake zote. Na akasema amebarikiwa. Sasa inamaanisha yale unatoa kwa moyo yako ndio utabarikiwa. Lakini hata utoe 2,000 na hujabarikiwa hakuna. Na pia katika Mathayo inatueleza kwamba unapotoa sadaka ni kwamba unatoa kwa siri. Si lazima ukitoa 1,000 unapeleka mbele watu waone. Alafu sasa zile ni shilingi 10 unafunga namna hiyo. Unasema ni heshima, hapana. Asante. Basi nafikiri kwa sababu muda tunaangalia muda pia na hali ya anga pia vile mambo yanayoenda. Leo tuko porini. Ndivyo. Kwa hivyo ni vibaya kusema kwamba usitoe coin kanisani. Ni vibaya sana na haikubaliki. Ni ngamba tu Wakristo kwamba si lazima na Wakristo si lazima kulazimishwa kutoa pesa kama noti ama nini. Yale ambayo uko naye na umefurahia unatoa hiyo. Asante sana. Si lazima kama kanisa Wakristo msilazimishe kutoa pesa, bali toa kwa hiari yako. Asante. Sijui kama kuna chochote labda ungependa kuongezea kwa sababu tumalize moja kwa moja. Niko na mengi ya kuongeza lakini kwa sababu leo tuko maeneo tofauti, leo tu tunasema tunawashukuru kwa mtazamaji ambao unatutazama, lakini kipindi hiki pia hapo kesho tutaendeleza kwa sababu leo ni muda na kwa sababu hali ya anga tutakomea mahali pale na kukushukuru kabisa. Asante Bwana Peter Remo. Asante sana. Karim, labda una jambo? Sina jambo bila tu kwa shukuru watazamaji wetu. Endelea kutufuatilia na tutachengeka kwa pamoja. Asante. Nikushukuru sana wewe ambaye umetenga muda wako kutazama kipindi hiki kupitia mtandao wetu wa YouTube. Inaitwa Neno la Uzima Group. Kila wakati tunakuletea mada muhimu na mada nyeti sana ambazo zinahusiana na maisha yetu ya kawaida katika jamii. Haya mambo yapo, haya mambo sio kwamba tumesoma katika vitabu. Hatujaelezewa na mtu yote. Ni mambo ambayo tumekutana nayo sana katika jamii. Issue nzima ya kutoa sadaka, kuna watu wanalazimishwa mpaka wanawekewa madeni kiasi kwamba wanadaiwa mpaka siku ambayo watapata pesa wanatakiwa walipe zile pesa, na wengine mpaka wanalazimishwa kuuza ng'ombe, wauze shamba ili kwamba walete sadaka kanisani kwa sababu imekuwa deni limeshakuwa kubwa. Asante sana kama wewe umesha subscribe katika channel hii. Hapo chini kuna maandishi yameandikwa like na pia kuna mahali pameandikwa comment. Usisahau pia kushare. Kama umeipata hii, hakikisha kwamba hii link unaishare kwa mtu mwingine ili kwamba naye apate haya na mafundisho mengine mengi ambayo tumeyafanya katika channel hii. Nikushukuru sana pia na niwashukuru wenzangu kwa kutenga muda wenu pia na kushiriki na mimi katika kipindi hiki. Yote tunasema kwamba imefanikishwa na kuwezeshwa na Mwenyezi Mungu, kwa maana sisi tunatembea tu, lakini yote na mawazo yote yanaletwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kwa kufunga, mchungaji tafadhali tufungie kwa maombi. Tuamini. Baba Mfalme, tunaja mbele zako wakati mwingine Mfalme, tunasifu jina lako. Asante mwaminifu kwa muda huu ambao umetupa. Asante hata kwa kipindi hiki. Tunaomba Baba usidi kutuendeleza na usidi kutupa afya njema na utuonekanie kwa sababu ni Mungu na hakuna aliye kama wewe. Hata watazamaji ambao wanatutazama wachuka wabariki kwa sababu ni Mungu na hakuna aliye kama wewe. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.